Tuko kwenye banda la maonyesho ya sanaa za uchoraji na hapa tumekutana na baba ambaye ni mbunifu. Anachora kama tunavyojionea picha nyingi ikiwa anachora kwa kazi ya mikono yake mwenyewe na kuchanganya rangi ili kupata picha nzuri zenye mvuto. Tunaenda kuzungumza naye na tujifunze kuhusu sanaa hii ya uchoraji. Amejifunza wapi na amejuaje na nini ambacho kimempelekea yeye kuifanya sanaa hii? Baba, habari? Nzuri sana, habari za kazi na wewe? Nzuri, pole na kazi. Asante sana, tunaendelea kidogo kidogo. Hongera na kazi nzuri unaifanya. Asante sana dadangu. Karibu. Sasa tunataka tujifunze wote kwa pamoja. Ndio. Hii sanaa ya uchoraji wewe umejifunzia wapi? Hii sanaa ya uchoraji nimejifundishia kwa baba yangu mzazi pale Magomeni Mikumi. Ndio, nimejifundisha hii kazi muda mrefu kiasi, si chini ya miaka kama 10 hivi au 9 nimejifundisha pale Magomeni Mikumi. Ndio. Kwa mzazi wangu. Je, hii kazi unayoifanya kuna faida yoyote unaipata na kuna watu ambao uko nje wanatamani kujifunza kama wewe ulivyojifunza? Faida nimepata. Faida sio lazima tu ujenge nyumba, hata watu wakikuambia asante kazi yako nzuri pia ni faida. Ndio. Sababu ni hongera umefanya kazi nzuri. Ndio. Faida ya pili ni kwamba nimepata faida kwamba inanilea, imenilinda toka kipindi kirefu, si chini ya miaka 25 mpaka 30 sasa hivi bado ninaishi kwa kazi hii. Ndio. Ndio, kwa hiyo ni moja ya faida. Je, hii kazi ina ugumu kiasi gani? Process ya kufanya mpaka picha kutokea kuwa quality namna hiyo na kuisha, unaanzaje mpaka unafikia kuonekana na muonekano mzuri kama hivi? Mlolongo sio mrefu sana mpaka kufikisha hatua hii. Hatua ya kwanza unaanza kupaka rangi ambayo inakuwa ni nyeupe, bodi inakuwa nyeupe mfano wa hivi kama unavyoona. Ukishapaka hii hatua ya kwanza unakuja unaanza kuitengeneza background kama unavyoona hapa dadangu. Hii inakuja tena hatua ya pili, una sketch picha. Yaani ile picha unayotaka, kama unataka kuchora mtu, kama unataka kuchora mti, una sketch picha yako. Ukisha sketch picha yako unaanza kutia rangi sasa ile picha. Ukishaitia rangi huku ukiwa unaangalia. Kuna picha nyingine zinatoka kichwani, kuna picha nyingine unaangalia. Lakini picha za kutoa kichwani mara nyingi zinakuwa zina mapungufu. Itabidi utafute copy original uwe unaangalia, unapata uhalisia alioumba Mwenyezi Mungu, ndio unaotengeneza pale katika ile bodi yako, unapata quality kama inavyoonekana. Je, kuna kuchanganya rangi? Kuna rangi ambazo unaweza kuchukua rangi labda black na nyeupe ukapata rangi fulani au rangi ni moja tu hiyo unatumia? Sasa hapo ndo kwenye ufundi wa rangi. Ndio. Rangi zetu zenyewe duniani ziko 3 mpaka 5. Unaanza kuchanganya rangi, unapata combination ya rangi unazozitaka. Rangi ziko blue, iko nyeusi, iko njano, iko na nyeupe. Sasa ukitaka kuchukua rangi ya brown, ukitaka kupata rangi ya brown, unachukua nyeusi na nyekundu, unachanganya, unapata rangi ya brown. Ukitaka rangi ya kijani, unachukua rangi ya njano na blue, unapata rangi ya kijani. Kwa hiyo pale panatokea hata rangi ile ya kijani, ukitaka rangi nyingine unakuwa unaita kijani kibichi. Unachukua tena njano, unaichanganya na ile kijani, unatia nyeupe kidogo, unapata rangi nyingine. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuchanganya rangi ndivyo unavyopata upeo wa kuchanganya rangi nyingine, inatokea rangi nyingine. Sasa hapo inatokana na uwezo wako wewe mwenyewe uchanganyaji wa rangi. Kama wengine wanakuwa hawajui basi huwa wananunua seti zote kwa ajili ya kucholea. Lakini mimi natembea na rangi 5 tu, nachora rangi zote na nikichanganya rangi zote nazipata. Kwa jinsi nilivyofundishwa na mwalimu wangu ambaye mzazi wangu. Hongera kwa kazi nzuri. Asante sana. Kwa vijana ambao wanakutazama, unawaambia nini wale ambao wamekaa tu majumbani na wanasema ajira hamna, hawahitaji kujifunza? Vijana ambao wako nyumbani hawataki kujishughulisha na kazi ya sanaa, inabidi watafute shughuli ya sanaa inalea. Ufundi wa kuchora si kusema kama mtu anazaliwa nao. Hakuna mtu aliyezaliwa akatoka na brush mkononi, hapana. Watu wote wamejifundisha hapa duniani. Kwa hiyo unamfuata mwalimu, unamfuata fundi, unamfuata mtu anayejua anakufundisha. Sasa kipaji chako kitaonekana hapo wakati ushajifunza. Sio kusema kama huyu amezaliwa na kipaji, hapana. Watu wote wanajifunza alafu kipaji ndo kinakuja nyuma. Kwa hiyo vijana wasiogope, vijana waingie katika kazi tuweze kujifundisha kazi na tufanye kazi. Asante sana baba. Asante sana. Hongera kwa kazi nzuri sana. Asante sana. Asante sana dadangu. Asante.